Yala. Na nashukuru Mwenyezi Mungu, tunakuja Yala wakati hakuna miili ya binadamu inatolewa kwa mto Yala, na wale watu walikuwa natupa miili ya binadamu mto Yala, hao ndio unaona wamenona wanatukana rais. Wakome wasikome, wakome wasikome. Mheshimiwa Rais, mimi nimeona hawa watu wa Yala wamekuambia hiyo watu ile ulisema juzi unafanya kazi 99% of your time, 1% of your time. Nyorosha hawa watu, nyorosha, kunyorosha. Anyoroshe asinyoroshe, anyoroshe asinyoroshe. La mwisho, Mheshimiwa Rais, mimi nataka nikubaliana na wewe. Wewe umeambia hawa watu ukweli, ukawaambia, ukawashauri waache kulala kwa mikutano mchana, ukawashauri waache matusi, waache ukabila na wauze sera. Lakini wao, Mheshimiwa Rais, wamekuwa wakiingia kwa madhabahu kwa makanisa yetu, wanakutukana ndani ya kanisa. Mabishop wetu wako nyuma yao, wanawashangilia, wengine wanapigia makofi. And I want to say from here, Your Excellency, because I saw the Archbishop of Kisumu, Archbishop Muhatia, saying that he is embarrassed and the young people of our country are traumatized, I want to tell Archbishop Muhatia, indeed, we as Christians are more embarrassed that our religious leaders, our bishops, our archbishops can preside over the trading of insults in churches and in altars of our churches. Because, and I must thank our Muslim brothers and sisters, sisi hatujaona ndugu zetu Waislamu, hatujaona Waislamu wakiingia kwa madhabahu wanatukanana kwa madhabahu. Sisi Wakristo ndio tunaona haya zaidi. Our Christian children are more traumatized that you as bishops, you as the clergy, allow political leaders to come and trade insults to none other than the holder of the office of president in your presence before the altar of the Almighty God. Archbishop Muhatia, because the man I saw insulting the president in Githunguri was trading those insults in front of a Catholic congregation, I want to ask you, Archbishop Muhatia, please make sure your altar in the Catholic Church is not used by those who want to sell division, hatred, and ethnic hate among us Kenyans. Sini vizuri hata makasisi wetu tuwaambie wasikubalia kanisa litumiwe kueneza ukabila, kueneza matusi. Mimi unajua Rais, hata nikiambia mtu amenona hapa kwa rally kama hii, si ni kwa rally? Sio kanisa, ama hapa ni kanisa? Hapa tunaweza ambiana mambo yoyote. Lakini wewe bishop huwezi kubalia mimi ama kiongozi mwingine yoyote wa kanisa asimame mbele ya madhabahu atukane mtu mwingine, halafu wewe bishop uanze kusomea wengine. Stop your selective judgment. You are also not being fair to the people of Kenya, and you are traumatizing them, and we are more embarrassed as Christians. Mheshimiwa Rais, mimi nakuomba wewe ukinyorosha watu 1%, hii ingine 99% wachia mimi na Junet. Tunyoroshe watu, tusinyoroshe? Tunyoroshe, tusinyoroshe? Mungu awabariki, nitarudi tena. Siaya oye! Yala oye! Siaya oye! Mheshimiwa Rais, sisi kama chama ya ODM tumeelewana ya kwamba hatutarudi kwa maandamano tena. Tunarudi kwa maandamano ama turudi kwa maandamano? Wangapi wanasema haturudi kwa maandamano? Nione kwa mkono. Kuna mtu hapa Siaya ambaye kazi yake ni kurudisha watu wa ODM kwa maandamano.
Wangapi wanasema shetani ashindwe? Shetani ashindwe! Shetani ashindwe! Jambo la pili, Mheshimiwa Rais, mimi nimeona kuna wengine wamekutusi miaka 2. Na ulipojibu hawa siku 2 wameanza kulia. Na mambo bado. Sisi ndio bingwa ya kudila na watu kama hao, inajulikana hapa Kenya. Wewe umeona mtu tumefukuza kazi. Mtu ambaye tumefukuza kazi kwa sababu yeye ni mwizi, kwa sababu yeye ni mulaghai, ni mtu ambaye muuaji, na umeona vile anakaa kimwili, anaongea juu ya masikio yake, wewe masikio yako, na yeye mwenyewe amefunga suruali kwa second floor kama gunia ya mahindi. Umeona pale amefunga suruali yake? Anafunga suruali kwa kifua kama gunia ya mahindi ambayo iko nusu. Unajua mahindi ikiwa nusu inabaki huko na nusu inabaki huko. Mtu anavaa, anaweka suruali yake kwa kifua kwa sababu tumbo imeenda chini, imeingia kwa matako, ndio anatusi mwingine. Shetani asinde basishindwe. Shetani asinde basishindwe. Jambo halo. Siaya wewe. Siaya wewe. Sasa ya mwisho. Tuko hapa kwa maeneo ya Yala. Si tuko hapa Yala? Si mnajua nani alikuwa anaweka watu kwa Yala? Si mnamjua? Anaitwa nani? Anaitwa nani? Anaitwa nani? Kumbe mnajua. Sasa huyo mtu ati sasa kichwa imefura, matako imeenda nyuma, tumbo imeenda mbele, ati anataka kuwa rais ya Kenya. Mnaweza chagua mtu kama hiyo? Mnaweza chagua mtu kama hiyo? Sisi hatuwezi kudanganywa tena. Wale watu ambao wameharibu nchi yetu, wale watu ambao wameweka watu kwa River Yala, hawezi kufaa nguo nyingine. Ndio sasa wanataka kuambia sisi hawa ndio wanatetea human rights, ati hawa ndio wanatetea wananchi. Kwa nini hukuwa umeweka watu kwa nini ulikuwa umeweka watu kwa Yala? Ya mwisho, mimi nataka kuungana na ndugu yangu Kichungwa. Tafadhali tutoe matusi kwa kanisa, tukutane kwa kiwanja. Sisi hatuwezi enda kwa kanisa kutusi watu. Sisi tunangoja wewe hapa kwa soko. Tutakumbusha wewe kwanza uende utengeneze hiyo mdomo yako na hiyo kichwa yako inakaa kama sungura ambaye haijakula siku 6. Asanteni sana, Mungu awabariki.